Hey, mambo vipi? Kwa majina naitwa Nodi na leo niko hapo kwa ajili ya kukufundisha au kujifunza kuhusu programming. So, kuna swali moja nilikuwa nikilipata kwamba katika zama hizi ambazo AI inaenda kureplace kazi za watu wengi, sana sana ikiwemo na programmers, graphic designer na watu kibao. So, kwa nini tunahitaji na watu ambao wanaandika code, tunahitaji programmer kwa nini? So, jibu ni kwamba programmer wanahitajika bado na in fact hata programmers wenyewe wanahitaji AI na AI inawahitaji programmers. Ikiwa na maana gani? Kwamba hauwezi kutengeneza software yoyote ile au hauwezi kutengeneza kitu chochote kwa kutumia coding bila kumhitaji programmer. Na pia katika zama hizi programmer ni anaweza si ndio kufanya, lakini ili kurahisisha kazi yake anahitaji AI pia kwenye kazi zake. So, nadhani ni vyote vinategemeana. Sana tuseme kwamba kipindi fulani wakati binadamu wakiwa wanatumia farasi kabla magari hayajakuwepo, kwamba binadamu walikuwa akiendesha, wale waliokuwa wakiendesha farasi wanawabeba watu, baada ya magari kuja kwamba hawakuacha kazi yao, waliachana na farasi wakachukua magari, yani badala ya kuendesha farasi basi aliendesha gari. So magari yaliyahitaji madereva na madereva walihitaji magari. So haimaanishi kwamba magari yalikuja kuchukua kazi zao moja kwa moja. Na nafikiri kwenye AI ni kitu kile kile kwamba AI haiji kuchukua kazi ya mtu yoyote yule, isipokuwa inakuja kuongeza thamani ya mtu kufanya kazi. Kwa mfano programmer, kazi ambayo alitakiwa ifanye kwa muda wa siku 5, kwa kutumia AI anaweza kaifanya ndani ya siku moja na akawa amemaliza na kwa usahihi kabisa. So nafikiri ni vyote vinahitajiana. So kama unahitaji kutumia AI kwenye kazi zako, basi unahitaji kuwa programmer. Na moja kati ya programming language ambayo pendekeza zaidi uifahamu na ujifunze Python. So leo nimekusogezea hii Python basic. Kama hujawahi kusikia kuhusu Python, Python ni programming language ambayo ipo kwa muda mrefu sasa hivi. Of course imekuwepo tangu mwaka 1991. Unaweza kuona ni muda mrefu. So ni programming language ambayo ni maarufu zaidi. Ni maarufu zaidi, lakini pia ni rahisi zaidi kujifunza kuliko programming language yote ile. So ukijua Python unaweza ukawa na wigo mpana wa kufanya vitu vingi sana, ikiwa ni pamoja na kwa mfano Python unaweza kuitumia kufanya web development, kwa maana ukatengeneza website kwa kutumia maktaba zake kama Django, Flask. Ndio, unaweza ukatumia Python kwa ajili ya web development, lakini Python kwa ajili ya software development, lakini pia unaweza ukatumia Python kwa ajili ya kutengeneza artificial intelligence labda na machine learning. Na nafikiri hichi ndicho kipengele muhimu ambacho kipo Python. Python imekuwa maarufu kwa ajili ya mifumo ya AI mingi ya artificial intelligence. Kwa maana Python ni programming language ambayo inatumika sana, imekuwa na ufanisi mzuri sana kwenye hii mifumo ya AI. So kama unahitaji kujifunza machine learning, basi unahitaji kujua Python. Kama unataka kujifunza artificial intelligence, jinsi ya kutengeneza model, algorithms mbalimbali, unahitaji kuifahamu Python. So Python ni muhimu, unahitaji kujifunza. Na nafikiri katika kozi zinazokuja mbeleni nitakuja kufanya kozi kwa ajili ya machine learning, deep learning na artificial intelligence kwa ujumla. So ni muhimu sana kujua Python kwa ajili ya hapo mbeleni. So pia kama nilivyosema, inatumika kutengeneza artificial intelligence na machine learning, na pia deep learning na vitu kama hivyo. So Python pia inaweza ikatumika kutengeneza game, kwa maana kimaanisha game development, lakini ikatumika kwenye automation, kwenye ikimaanisha hizi scripting, kama nilivyoandika basi scripting and automation, lakini pia inaweza kutumika kwenye uchambuzi wa data, ni data analysis. So Python ni muhimu sana. So
ili uweze kuanza kujifunza Python unahitaji vitu gani? Kitu cha kwanza unachokihitaji unahitaji kwanza uwe na, ndio simu yako unaweza ukawa nayo, lakini napendekeza zaidi ukiwa na kompyuta yako. Kwa maana kwamba ukiwa na kompyuta yako tayari utahitaji kuwa na text editor au code editor kama Visual Studio Code. Kama hauna, na video hapo kwenye channel yangu nimeweka, itakuonyesha jinsi ya kuinstall kwenye, labda kama unatumia Windows, ndio unaweza ukainstall Visual Studio Code kwenye yako, lakini pia ukainstall na Python, na video zote mbili hapo zinaweza zikakuelezea. So kama unayo Python, unaweza ukahakiki kama ipo kwenye mashine yako kwa kufungua terminal. Kwenye terminal andika Python -fm vikubwa, then unaweza ukaona mimi tayari Python ninayo, tena ni latest Python 3.1.3.2. Okay, hicho ndio kitu cha kwanza unachokihitaji. Nimesema unahitaji Visual Studio Code, unahitaji pia Python umeinstall kwenye mashine yako. Kama una video zote zipo hapo, unaweza ukazicheki na ukainstall na mambo mengine yakaendelea. So ukishakuwa na Python, pia kitu kingine unahitaji kuwa na extension ya Python. Of course ukiwa kwenye Visual Studio Code ukaja kwenye hivi hapa, kwenye hivi vidoti vitatu hapa ukipress hapa utakuja hapa kwenye hizi nani, type hapo Python yenyewe itakuja. So of course ni hapa, mimi tayari ninayo, siwezi kuinstall kwa sababu ninayo. Ya install hii itakusababisha uwe na option kama hizi. Unaona kama hichi button hapo kwa ajili ya learn code itakuwa nacho, lakini pia itakupa namna nzuri zaidi ya learn Python kwenye mashine. Ni vitu hivyo tunavyoita, kwamba unahitaji uwe na Visual Studio Code, unahitaji uwe na Python imekuinstalled kwenye mashine yako, lakini pia unahitaji uwe na extension ya Python kwenye Visual Studio Code. Ukiwa na hivyo vitu hivyo vitatu kama sio vinne, basi unaweza kulearn Python. Kama unaweza kuona hapa, andika kodi yangu hapa ya test, na majibu nayapata hapa. So ni hivyo na unaweza kaendelea. So kama unaweza kuona hapa, sorry, okay, kama unaweza kuona majibu yetu kutokana na kodi tulizoziandika hapa. So kama tayari unacho kitu kama hichi, unafikiri utakuwa tayari kujifunza Python. So nafikiri karibu sana. Yeah.